Na sasa tunageukia katika michuano ya kombe la shirikisho, ambapo huko tunao wawakilishi wawili ambao wao wamefuzu katika nafasi hatua ya pili ya kutafuta kuweza kuingia hatua ya makundi. Tuna Azam FC kutoka Dar es Salaam, lakini pia tuna Singida Black Stars kutoka pale Singida, ambapo Azam FC yeye anacheza na Watanzania kutoka kule visiwani kwa maana ya KMKM, lakini kwa upande wa Singida Black Stars yeye atakuwa kule Burundi akitafuta nafasi ya kuweza kuwakilisha taifa. Kuanzia na Azam FC ambaye yeye yupo karibu hapa, anacheza dhidi ya KMKM. KMKM ni wawakilishi wa Zanzibar kule kwa upande wa visiwani, lakini Azam FC wao wanawakilisha kwa upande wa bara huko. Na Azam FC na KMKM ukiangalia ni katika level ya investment, Azam wanaonekana hapo juu. Mabenchi ya ufundi Azam wanaonekana hapo juu. Lakini namna ya michezo ambayo kwa tunaiona inachezwa kati ya vilabu vya Tanzania na vilabu vya visiwani kule, huwa haiwi ni rahisi. Ukizingatia vilabu kama KMKM, KVZ ni timu ambazo kwa zinaleta ushindani mkubwa sana kwa vilabu vya Tanzania. Azam FC anakwenda kukumbana na mchezo wa namna gani, hususan katika hatua hii muhimu ambayo yeye mwenyewe hajawahi ingia makundi, na hii ndio pengine ni hatua yake kuweza kupata makundi. Kama ambavyo umezungumza ndugu yangu Devi, Azam ni moja ya timu ambayo nilikuwa napita mtaani kwa kiasi kikubwa sana kwenye vijiwe Nongwa, vijiwe vya kahawa, nikawa najaribu kukusanya orodha ama data ya kuona je, katika ushiriki wa vilabu vyetu vya Tanzania, Simba, Yanga, Azam, Singida, ni timu ipi ambayo inawezekana watu wanaipatia priority kubwa ya kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya CAF. Azam ni moja ya timu ambayo imepewa chapuo kubwa ya kuaminika kwamba inawezekana msimu huu tukaiona Azam ikiwa ni moja ya timu ambayo ni X factor kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya CAF. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya mabadiliko kwanza ambayo wameyafanya Azam FC. Angalia kwenye upande pia wa benchi ya ufundi. Angalia yuko mtu ambaye anaitwa Florai Benge, kocha ambaye ana uzoefu mkubwa sana wa kufundisha soka la bara la Afrika. Kama nakumbuka akiwa ndani ya AS Vita mafanikio makubwa, lakini pia ametoka ameenda Al Hilal Omdurman na kwa pia amepita akiwa na mafanikio makubwa sana. Msimu tu uliopita ilikuwa ni muda mrefu sana ama ni miaka kadhaa toka mwaka 2015 msimu uliopita timu ya Al Hilal ikapata nafasi ya kwenda kucheza hatua ya robo finali. Kwa hiyo kwa profile tu ya kocha inakupatia tafsiri ya kwamba Azam kwenye eneo la benchi la ufundi wamekamilika kweli kweli. Nafikiri timu yoyote iliyopo hapa Tanzania hakuna timu ambayo haitamani kuwa na kocha kama Florai Benge. Sasa hiyo ni category ambayo inakupatia nafasi ya kuona kwamba Azam kwa msimu huu wamejiandaa vilivyo, na inakupatia room ya kuamini kwamba inawezekana tukaona mambo makubwa sana yakienda kufanyika upande wa Azam kwa msimu huu. Na wanakwenda kukutana ndugu zetu KMKM kwa pale Zanzibar. Umezungumza vizuri sana kwamba timu za Zanzibar zilikuwa zina ushindani na dhidi ya timu kutoka bara. Na hii yote inatokana pia na aina ya baadhi ya wachezaji na baadhi ya timu za Zanzibar kuanza kuwekeza kwenye mpira. Sasa unajua timu yote ikianza kuwekeza lazima ianze kuleta mabadiliko. Mabadiliko ni nini? Yanakwenda kutokea uwanjani. Na ndio maana KMK unaona wametoka hatua ya kwanza first preliminary, wamekuja second preliminary, wanakutana na Azam. Lakini ukiangalia kwa ubora na ukubwa wa Azam walionao, unaona kabisa kwamba Azam ana nafasi kubwa ya kushinda. Nafikiri kutoka kuna alert kichwani ambayo inachezwa kwa wachezaji wengi sana kwa upande wa timu ya Azam, kwamba Azam hata sio wachezaji tu, inawezekana hata management kwa maana ya uongozi wa Azam, kwamba mara nyingi sana Azam tumekuwa tukitajwa kwamba ni klabu ambayo kwenye mashindano ya kimataifa tufanye vizuri, na hii inaakisiwa kutokana pia na michezo ya nyuma ambayo walikuwa wanacheza. Inawezekana walikuwa wanacheza na baadhi ya vilabu ambavyo vinafanana na KMKM. Kama nakumbuka Dakenema, nafikiri kwa ni ya Djibouti kama sikosei, basi ni ya Ethiopia, walikuwa wanacheza. Ni vilabu ambavyo tulikuwa tunaamini kwa Azam jinsi ambavyo wamewekeza walikuwa na uwezo wa kushinda, kusogea katika hatua na uwezo wa kufuata, lakini kwa bahati mbaya walishindwa kuweza kupita. Lakini bado tutaheshimu ni mpira, kwa sababu mara ya mwisho walitolewa kwenye mikwaju ya penalty. Kwa hiyo kwa raundi hii inawezekana ile alert ambayo ipo kichwani mwao kuanzia wachezaji. Leo hii tunamzungumza mtu kama Faisal Salum, utawaambia nini labda wajukuu zake kwa mfano au watoto wake kwamba nilikuwa nacheza mpira, nilikuwa nishaikuwa mtu mkubwa ndani ya ardhi ya Tanzania. Okay, tuwakuuliza kwenye ngazi ya mafanikio kwenye mashindano ya CAF ulifanya nini? Kwa sababu ukiangalia kwenye upande wa Yanga, nafikiri Faisal Salum aliishia kwenye mchezo wa Club Africain akiwa dhidi ya Yanga. Kwa hiyo yote atataka kuprove. Utaprove vipi? Ndio hapa ambapo atakwenda kuisaidia Azam
kufanya vizuri kwenye haya mashindano ya kombe la shirikisho, na mimi naiona nafasi ya Azam kwa msimu huu, maybe kama kwenye hatua ya makundi wakifanya vizuri, tunaweza tukawaona hatua ya robo finali na tukaiona Azam kishaini, kutokana pia na jinsi ambavyo wachezaji, hata usajili uliofanya kina Baraket, wachezaji kina Himidi Baraket ambao wameongezeka, kina Himidi Mao wameongezeka kwenye eneo la kiungo, tunafahamu kina Rami Kilawi wamekuja kuongezeka, washambuliaji pia kina Kitambara wamekuja wameongezeka, lakini hiyo yote inakupatia room kuamini kwamba KMK inawezekana akawa na nafasi ndogo sana ya kufuzu kuelekea katika hatua inaweza kufuata, na Azam akawa na nafasi kubwa sana. Tarehe 19 Flambeau du Centre pale Burundi walikuwa wanawaalika Singida Black Stars ambao hawa ni wawakilishi wa Tanzania. Msimu huu wanakocha Miguel Gamondi, na ni moja ya timu ambayo ukiwaangalia kati ya vilabu ambao vinawakilisha taifa, unaweza kusema wapo tayari wameshaanza kupata ule muunganiko ambao pengine nao wanacheza, movement wanazozifanya unaziona kabisa. Wanakwenda kucheza dhidi ya Flambeau du Centre pale Burundi. Singida Black Stars ana nafasi ya kuweza kuonyesha kitu cha tofauti cha pengine kupata matokeo ya ushindi katika mchezo huu. Nafasi ipo. Wakati Singida Black Stars anapangwa na Lion Sports, nafikiri mashaka yalikuwepo. Sidhani kama hata ndugu yangu kuna mashaka, kwa sababu ukiangalia Lion Sports na Singida Black Stars, of course Lion Sports alikuwa na historia nzuri kwenye mashindano. Yes, ameshashiriki. Kwa Singida nafikiri it is the first time kuja kushiriki mashindano haya, lakini baada ya kupata matokeo mbele ya Lion Sports, ni kama watu wengi wamejenga imani mbele ya Singida Black Stars, na hiyo inakuja pia na aina ya mshindani ambaye anakwenda kukutana naye. Unajua soka ya Tanzania ndani ya Afrika Mashariki na Kati, naweza kusema kwa ujumla ni kama vile kwenye ngazi ya vilabu tumeadvance kwa kiasi kikubwa sana, na ndio maana imekuwa ni rahisi sisi tukipangiwa timu ambazo zinatokea huu ukanda kuwa na imani tuna uwezo mkubwa kwenda kupata matokeo. Sasa hapa inawezekana watu wakawa wanaamini kabisa kwamba Singida Black Stars mbele ya Flambeau, ukiangalia Flambeau pia ni moja ya klabu ambayo na wao pia kwenye mashindano ya kimataifa nao ni wageni, yaani zinakutana timu ambazo zote ni ngeni kwenye haya mashindano. Manake na inajaribu kuona kwamba kwa ubora wa Singida Black Stars ambao wameweza kufanya, ikiwemo kwenye kufanya usajili wa wachezaji, ikiwemo mtu kama Clatous Chota Chama, mtu kama Halidi Aucho, wote hao ni wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa sana. Leo hii ukimtaja mtu kama Chama, unataja moja ya wachezaji ambao ni wafungaji bora muda wote kwenye mashindano ya CAF Champions League akiwa na magoli zaidi ya 20. Lakini unataja Halidi Aucho ambaye tayari amepita kwenye vilabu tofauti, ambaye tayari kwenye historia ama kumbukizi ya Yanga yuko pale Halidi Aucho, ambapo alisaidia timu kucheza hatua robo finali kwa muda mrefu baada ya miaka 25 kupita kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini pia wanachezaji kama kina Kibabangi ambao tayari wana uzoefu huo, ambao wamesajili pia wachezaji kutoka Ivory Coast kina Diomande ambao wamekuja pale ndani ya timu. Kwa hiyo hiyo yote inakuonyesha ni jinsi gani ambavyo pia Singida wamejipanga vilivyo. Lakini pia utaenda mbali, wana bench la ufundi ambao limekuwa ni bora kweli. Unazungumzia mtu kama Miguel Gamondi ambaye tayari alishaprove. Unapozungumza Yanga kufika hatua ya robo finali klabu bingwa, aliyekuwa kocha mkuu alikuwa ni Miguel Gamondi. Unazungumzia mpaka sasa Singida kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup ndio mabingwa ambao kwa mara ya kwanza wanakwenda kuchukua hili kombe. Manake tayari kuanzia kwenye bench la ufundi mpaka kwenye eneo la wachezaji imekuwa ni rahisi kuimpress zile mbinu na mifumo, na mwisho siku tunaona Singida ikiaminika mbele za watu na kuona kwenda kupata ushindi. Na mimi ni mmoja wa watu ambao naamini kabisa inawezekana huu msimu ni msimu ambao Mwenyezi Mungu ametujalia neema na heri kwenye upande wa mchezo wa mpira mkuu katika ngazi ya klabu, tukiona timu zetu zikiingia katika hatua ya makundi, kwa maana ya Singida, Yanga, Azam pamoja na Simba. Labda neno lako la mwisho tukiwa tunamalizia hivi sasa kwa wawakilishi kiujumla, unawaambia nini? Mimi nafikiri ni maandalizi. Inawezekana kwenye makaratasi tunazitazama timu kama ni underdog, lakini bado kwenye mchezo wa mpira miguu kuna wonders, tunaita maajabu. Msimu uliopita huwa napenda kutumia mfano kwenye mashindano ya FA, ilikuwa ni mchezo kati ya Liverpool dhidi ya Plymouth. Alitolewa Liverpool, ambaye Liverpool alikuwa anatajwa moja ya vilabu ambao ni A-list kwenye mashindano ambayo alikuwa akishiriki. Hapo unazungumzia mashindano ya UEFA, unazungumzia mashindano ya EPL na mashindano mengine yote ambayo alikuwa akishiriki, kwamba ana uwezekano mkubwa wa kwenda kutoa, lakini mwisho wa siku Liverpool alishia kutoa kombe la EPL. Kwa hiyo hata kwa hivi vilabu vyetu
tusiamini kama vile tumemaliza. Tunasema mpaka tuende tukacheze, tupate matokeo, ndipo ambapo tutaweza tukaamini. Lakini sisi kama wachambuzi ambao tunatazama, ambao tupo nje ya vilabu, tuna upeo mpana wa kuanza kuzungumza na kujaribu kudadavua. Ndio maana tunajaribu kupata nafasi ya kuona Yanga, Simba, Singida, Azam wana deserve kucheza hatua ya makundi. Kwa hiyo kikubwa timu zetu zifanye maandalizi ambayo yatakuwa haya maandalizi yatakuwa yana ubora na yakaenda kuakisi kwenye michezo yao ambayo watakwenda kucheza, kwa maana ya kupata matokeo ya ushindi. Na ikimpendeza tukaanze kumaliza michezo ugenini. Na kwa bahati nzuri timu zote zimetoka nje. Yaani Yanga yuko Malawi, Simba anaenda Eswatini kutana Nsingizini, wakati Azam amevuka boda yupo KMK, wakati Singida yeye tarehe 19 atakuwa dhidi ya Kutembeo pale nchini Burundi. Kwa hiyo mimi na imani na timu lazima zichukue tahadhari na kuziheshimu hao wapinzani ambao wanao, na ndio maana wamevuka kutoka hatua ya kwanza wamekuja hatua ya pili. Kwa hiyo lazima heshima iwepo, na ila katika kutoa heshima lazima wakumbuke kwamba wanatakiwa kushinda mapema ili tumalize. Inawezekana tukimaliza ugenini hapa, tukija nyumbani tupate tusherehe na mwisho siku tufurahie kuingia timu, tukusanye pointi ambazo za kuingia makundi na pesa ambazo kama watashinda. Kumbuka matemate klabu bingwa ni kama dola 1000 hivi ukiingia kwenye mashindano au kuingia katika hatua ya makundi. Lazima wahakikishe kwamba wanapambana, mwisho wa siku umatemate uweze kuja ama pesa. Na hivyo ndio tunapokuwa tunatamatisha mjadala huu ambao tulikuwa tunawaangazia wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa kwa maana ya kombe la shirikisho, lakini pia kombe la klabu bingwa, ambapo huko kote Tanzania tuna wawakilishi 4. David Edward nilikuwa hapa na wadha wako, lakini pia nilikuwa na Kani katika meza ya uchambuzi. Yeye alikuwa anakupatia uchambuzi wenye kina kweli kweli kuhusiana na namna timu hizi ambazo zinaliwakilisha taifa la Tanzania zina uwezo wa kuibuka na ushindi katika michezo hiyo. Endelea kubaki na Njombe Updates. Njombe Updates, habari mpya kiganjani mwako.